Leo nimeshinda kucheka mwenyewe kama mwehu. Leo nimeshinda kucheka mwenyewe peke yangu kama mwehu kwa sababu unajua wazazi wanalipa school fees. Leo kuna mambo mawili nilikuwa nataka niyazungumzie, lakini sikupata huo muda. Acha tu nizungumzie jambo moja. Unajua wazazi wanalipa school fees, halafu na hakuna mtoto anayekubaliwa kuingia katika shule yoyote bila kukamilisha school fees, na awe na vitabu kamili, awe na sare kamili. Hizi ni shule za majenzi. Sisi tulikuwa tunaingia shule wakati wetu, halafu mwalimu anakupatia muda, ni ile tu kukuhimiza na kukuelezea umuhimu uwe na sare za shule. Viatu utajua mwenyewe. Kama unaogopa jua utatafuta viatu. Kama unaona uko sawa, kwa sababu enzi zile maisha yalikuwa ni magumu. Lakini sasa hivi tukaja tukatengenezewa misingi ya lazima. Kwanza, kitu cha kwanza ni lazima usomeshe mtoto wako. Lazima hiyo si ya bure, ni lazima ya kulipia. Sasa kitu kilichonifanya leo nishinde kucheka peke yangu, nikasema tukiangalia vile ambavyo mamilioni ya pesa yanatoka serikalini yakiingia katika mifuko ya walimu. Yes, wacha niseme yanaingia katika mifuko ya walimu, yanaingia katika mifuko ya madaktari, kwa sababu madaktari na walimu ndio ambao wanajifanya wao wanataka ile attention ya serikali. Na tukiangalia vizuri, kuna wizara zingine za kiserikali ama wafanyajikazi wengine wa kiserikali, sijawahi sikia polisi wakipeleka malalamiko kwamba hawana bunduki, hawana risasi, hawana, isipokuwa tu nule ufisadi kidogo kidogo. Unaweza kwenda pale kupeleka kesi yako, ukaambiwa gari haina mafuta, lakini gari iko pale. Hutaambiwa eti gari hakuna. Ukienda katika wizara ya maji, the same story, nao pia utasikia maji yako pale, gari liko pale, halina mafuta. Yani vile vijimambo vidogo vidogo. Lakini sasa tuje kwa hawa magaidi. Kwa sababu hakuna tofauti ya gaidi wa bunduki ama mwizi wa kutumia silaha ama mwizi wa mabavu ama muuaji hatari na daktari. Hakuna tofauti. Na hawa watu wawili, daktari na walimu, mambo yao ni kitu kimoja. Lakini wacha tuzungumzie kimoja baada ya kingine. Haya, sasa hivi madaktari wamekuja na sistimu ya kwamba wakitaka kugoma wanapeana notice. Wanakwambia kama una mgonjwa wako anataka kufa, afe na mapema, sisi tunagoma. Nilisema kama kuna watu wanabebwa ufala hapa duniani, ni sisi wa Kenya. Kutoka enzi za kuwa ukitaka kumuona daktari ni shida. Daktari yuko ameandikwa na serikali, lakini kiburi. Daktari ana kiburi. Unaenda hospitali kuona daktari siku 3 na we ni mgonjwa unaumwa. Enzi hizo, sasa nazungumzia enzi hizo walipokuwa hawagomi. Wacha sasa wameleta system mpya ya migomo. Enzi hizo walikuwa hawagomi. Yani kama wewe hujawahi kupitia madhila ya daktari, hujawahi teseka hii Kenya. Kama hujawahi kupitia mateso ya mwalimu, hujawahi teseka hii Kenya. Hujawahi teseka. Ushawahi tumwa na mwalimu kitu, umeenda kule nyumbani, mzazi wako hana pesa, hata zile nguvu za kumwambia huna. Halafu unaenda shule, mwalimu anakutandika barabara, anakuchapa ile yake yote, ama anakupatia punishment ukafieke kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kama hujawahi pitia mateso mikononi hawa magaidi, hujawahi teseka hii Kenya. Hujawahi teseka na hujui uchungu wa kuteseka ni nini.
Haya, enzi hizo sasa madaktari walivyokuwa jamani, umeenda hospitali, labda umepeleka mtoto. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nimepeleka mtoto wangu, mtoto amekesha kuharisha, ameamka kuharisha, sijui nifanye nini. Nampeleka mtoto hospitali, daktari anakuja kuona wagonjwa wawili, anatoka, nyinyi wengine mliobakia hadi kesho. Halafu leo hii wako hapa, wako na mpaka nguvu za kugoma. Leo hii wako hapa, wako na mpaka nguvu za kugoma. Watu wafe hospitalini. Kuna tofauti gani kati ya jambazi, muuaji na daktari? Hakuna. Ukisema wako na wanasheria, sisi tuko na mwanasheria mmoja, Mwenyezi Mungu, na kama hamumjui, katika majina 99 Mwenyezi Mungu alijiita hakimu. Sasa mimi naenda kwa mwanasheria, natumia pesa yangu, nampatia mwanasheria, nataka nini? Natafuta nini? Kwa sababu najua kila neema ina husda, na kila husda ni mtihani, na kila mtihani una subra, na kila subra ni ibada. Kila subra ni ibada. Enzi hizo sasa madaktari walikuwa enzi za watu kusoma magazeti. Mimi nikiwaambia, nilianza kuzungumza na watu kabla hizi media na mavideo na manini, na media zilikuweko, tuseme ni hivyo vyombo vya habari, hizo internet hazijaingia. Nilianza kusumbuana na hawa watu kitambo sana.